Bas, mimi kwa heshima kubwa nataka niseme asante sana. Ninyi watu wa Kitui ni watu wa heshima, watu wa karimu. Leo tuko hapa. Na mimi nataka nishukuru sana watu wa Kitui kwa sababu ya heshima ambayo mmetupatia sisi. Mimi, the reason why mimi nilianza hili vuguvugu ni kwa sababu mimi ni kijana mdogo. Kijana ambaye amekuwa na vision. Na hii vision mimi nilianza kwa sababu nilichaguliwa kura kama sina chochote. Nichaguliwa kura kama sina nyumba, sina bibi, sina mtoto, sina nikotoa yeye maskini ya Mungu. Na mimi kwa sababu ya ile vision ambayo nilikuwa nayo, wengi walianza kusema hii mtu mwendazimu. Na mimi nikamwambia huyu mwendazimu mwenye mnaita huyu ndiye atakuwa mbunge wenu, wale wenye wako na mamilioni 100 nitawashinda. Nikamwambia mimi ni kama Daudi ambaye amemwagiwa mafuta na ikateremuka kwa pembe ikamwangukia. Sasa naongea na mafuta. Sasa wakati wa kura wameweka pesa, mimi nilipita tu katikati kama nalala, nilijipiga mimi ni mbunge. Sasa nikamwambia kwa sababu nilikuwa naambia when I be elected, hii Mumias Sugar ambayo ilianguka itafufuka. Nikamwambia hii Mumias mtaona watoto wanasoma, mtaona mabuilding, makemti zinajengwa, matitia zinajengwa. And I told them, wakati iliisha miaka 2-3 yote ambayo niliwaambia imefanyika. Na mimi ambao walikuwa wamedharau tena ndio niko pale. Sasa mimi nimekuja pale nikapata ndoto. Na ndoto yangu imeangalia. Nikasema nchi yetu ya Kenya, mahali ambapo tunaelekea in the next 30 years from now, if you are not serious, if you are not careful and you are not talking about it, it's going to be a hopeless country. Kwa sababu leo venye tunaongea, tajiri anasomesha, maskini pia anasomesha. Na hawa watoto wakimaliza lazima wapate pia kazi. And that is the price of taking your child or your daughter to school. Na mimi mko wengi mko hapa, wengi mmekuja kutafuta hapa riziki. Ili ya kwamba ukanunue uniform, ukanunue chakula mtoto wako, viatu asome. Na hiyo mimi ndio nauliza, any successful country lazima ianze kupanga the 100 years from now. Lakini nchi ya Kenya venye tumefikia, watu wanakaa kama nchi ya Kenya haitakuwa kesho. People are only looking about the power, but are not looking about the future generations and the generations to come. How are they going to be? Ndio mlikuwa mnaona ile wakati wa Moi, Kenya was an industrial country. Hata kama tulikuwa na udikteta, but Kenya ilikuwa na makampuni ambayo ulikuwa unaona made in Kenya. Suti made in Kenya. Na tu kwa